Shalom, shalom, shalom wapendwa. Natumai mko sana, natumai Bwana mwahifadhi amewalinda na ako nanyi hadi wakati huu. Kwa majina naitwa Nyango Eric. Leo ningependa kushiriki neno la Bwana na kuangazia kizazi chetu. Nimeona iko tatizo katika kizazi chetu. Kitu ambacho kinapungua ni watu waheshimu wazee. Watu ambao wamekuzidi kwa umri, watu ambao wamekuwa pale, watu ambao wamekuzidi wanakosa heshima. Maana we umeenda chuo kikuu, unaona yule mzee hakuna kitu atakwambia. Unaona huo mzee afai. Unaona huo mzee akufikii. Maana pengine umeenda ugaibuni, pengine uko na mapato, pengine umemzidi, pengine miaka yake ukilinganisha na yako, vitu ambavyo uko navyo na vitu ambavyo wakati alikuwa, unaona huyu mzee ni bure. Na hii ndio inafanya vijana wengi wanaangamia. Vijana hawaheshimu wazee. Hawaheshimu wazee. Inafika mahali ambapo unaweka kiongozi katika jeneza, maana uheshimu hata kama amekukwaza mno. Heshimu umri wake. Heshimu umri wake. Tumeona vijana kila mahali hawaheshimu wazee. Vijana wanaibia wazee. Vijana wanapiga wazee. Juzi nimepitia pale katika maeneo ya Sinai. Kuna kijana anapigana mzee. Juu mzee amelewa. Nikaumia moyo sana. Maana vijana tumekosa kuheshimu wazee. Hao wazee kuna kitu wako nacho. Biblia inasema kwamba mvi ni ishara ya hekima. Kuna kitu anajua yenye hujui. Kuna mapito alipitia ambao ukikwepa itakusaidia. Lakini ukimdharau, ukimdunisha, ukiwa mtu ambaye uone umuhimu wake, unakosa maarifa ambaye itakusaidia. Maana we pale unajulikana, baba yako hajulikani, unaanza kumdharau. Maana we pale uko na pesa, unamdharau. Unasema huyu mzee amestaafu hana kitu, ataniambia nini? Huyu mzee ataniambia nini? Nikiangalia rika zake, watu walisoma nao, ni wabunge, ni waziri, ye pale ako chini. Ataniambia nini? Anakuambia achana hiki kundi. Unasema mzee anajua nini? Achana hii bogigenje, anajua nini? Achana hii tabia, anajua nini? Heshimu wazee. Wakati unaheshimu mzee, utapata baraka. Maana Bwana anataka uheshimu watu ambao wamekuzidi. Maana kanisa yako ni kubwa. Unaona mchungaji, kanisa yake bado ni ndogo. Unaweza kumdharau. Unaweza kumtusi. Unaweza kusema huyu upako wake. Heshimu wazee. Daudi alielewa haya mambo. Daudi aliheshimu Sauli. Sauli alikuwa mtu mbaya. Sauli ni mtu alitamani kumuua. Sauli ni mtu ambaye alienda kwa waganga. Sauli ni mtu ambaye alikuwa na mapepo. Lakini bado Daudi aliheshimu mzee. Daudi aliheshimu mzee. Alisema wewe, sitaguza mpako wa mafuta wa Bwana. Maana aliheshimu huyu jamaa. Alikuwa mtu ambaye ni muovu. Alikuwa mtu ambaye ni mkatili. Alikuwa ni mtu ambaye tabia zake ni mbaya. Lakini Daudi alimuheshimu. Aliheshimu mtu mkubwa. Lakini siku hizi unadharau. Unadharau mtu. Unamdharau kulingana mahali anatoka. Unasema huyu ana usemi. Nataka tuende kwa maandiko. Kitabu cha Petro wa pili sura 5:1-6. Leo ndajibana, tutasoma sana. Lakini nataka uweze kukua na hekima ya kuheshimu watu ambao wamekuzidi. Watu ambao wamekupiku. Watu ambao walikutangulia. Kuna kitu, kuna sababu
Bwana kuwaweka mbele yako. Kuna sababu Bwana kuruhusu wazaliwe mbele yako. Jue sasa ni kitinda mimba na uko na pesa, uko na cheo. Unaona ule firstborn wenu kifungua mimba ana lolote. Na mara nyingi sana kuna watu wengi wamepata shida maana kudharau wakubwa wao. Kuna yule hapa anadharau mpaka na familia yake, maana yeye ako na pesa kuliko yule ambaye amemzidi kwa kuzaliwa. Unaona ataniambia nini? Yesu alisoma, akupata cheo, akupata cheti kama changu. Ataniambia nini? Maandiko yanasema Petro wa pili 5:1-6. Mimi mzee miongoni mwenu wazee wenzangu, mimi ambaye nilishuhudia mateso ya Kristo na kushiriki ule utukufu utakofafanuliwa, na wasi mlichunge kila lile kundi la Mungu lililokabidhiwa. Mlitunze si kwa kulazimika, bali kwa hiari, kama atakavyo Mungu. Fanyeni kazi hiyo sio kwa tamaa ya kifedha, bali kwa moyo wenu wote. Msiwatawale kwa mabavu hao waliowekwa chini ya ulinzi wenu, bali muwe mfano kwa hile kundi. 4. Na wakati mchungaji mkuu atakapotokea, nyinyi mtapokea taji la utukufu isiyofifia. 5. Kadhalika nanyi vijana mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Nyinyi nyote mnapaswa kuwa na unyenyekevu, mpate kutumikiana. Maana maandiko matakatifu yasema, Mungu huwapinga wenye majivuno, lakini wajalia neema wanyenyekevu. 6. Basi nyenyekeni chini ya mkono ya enzi ya Mungu, ili awainue wakati ufaao. Bwana bariki neno lake. Kwa hivyo Simoni Petro anaanza kwa utangulizi kwa kutambua yeye ni mzee. Kwa hivyo ameona mengi. Unajua wanasema kuishi kwingi kuona mengi. Kwa hivyo Petero aliona mengi. Ni mtu ambaye alikaa na Yesu. Ni mtu ambaye alikuwa kwa mankuli na Yesu. Ni mtu ambaye alifanya huduma na Yesu. Kwa hivyo anatoa mashauri. Mimi Simoni Petro, mtumishi na mtume wa Yesu Kristo, anaheshimu Yesu. Anajua Yesu alikuwemo tangu kwanza kwa dunia. Kwa hivyo ananyenyekea, anajiita mtumishi mtume wa Yesu Kristo. Na waandikia nyinyi ambao kwa wema wa Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Kwa hivyo anatambua Yesu ndio mwokozi wake. Sijui wapendwa, nani ndio mkombozi wako? Angekuwa mkombozi wako, ungemtegemea wakati wa shida. Petero anatambua Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Anatambua. Anazidi kwa kutuambia, mlichunge lile kundi la Mungu mlilokabidhiwa. Kwa hivyo wazee mna wajibu, mna jukumu kuu ya kutunza wale ambao wako chini ya utawala wenu. Kama we ni mwakilishi wa wadi, kama we ni seneti, kama we ni gavana, we ni kiongozi yule, ufai kujikita kwa uchochezi. Maana kuna watu watapoteza maisha. Haufai kuenda pale ati uko na kundi ya vijana, uwapi kazi, unatumia kwa kuleta rapsha, kuleta vurugu. Hiyo si kuchunga watu ambao Bwana amekuaminia. Mchunge lile kundi la Mungu mlilo kabidhiwa. Unajua kwa nini Biblia inasema watu ambao umepewa uongozi inatoka kwa Mungu? Si wewe pale kwa uwezo wako umekuwa kiongozi. Kuna watu wametafuta uongozi, lakini Bwana hajawapa hiyo nguvu. Kuna watu wako na pesa, kuna watu wako na ushawishi, kuna watu wako na jina kuu, lakini Bwana hajawaamini na uongozi.
Kwa hivyo Bwana akikupa ruhusa ya kuwa kiongozi, hata ukue yule mzee wa kijiji, ni Bwana amekupa hiyo neema. Ni Bwana amekupa hiyo neema kuwa kiongozi wa mtu. Hata kuna watu wajaoa, maana Bwana kuamini na familia. Kuna vijana unaona pale maisha yao, unasema hata ungekuwa Mungu bado ule anahitaji kunolewa kidogo. Mawazo yake, fikra yake, tabia yake inahitaji bado kunolewa. Mlichunga lile kundi la Mungu mlilokabidhiwa. Ukisoma hata kitabu cha Matendo ya Mitume 20, Paulo anasema wale watu Bwana aliwapa. Kwa hivyo kila mtu ambaye kama ni kiongozi yote yule, wale wafuasi wako ni Bwana amekukabidhi. Ni Bwana amewatoa, ni Bwana amewapa imani waweze kukuamini. Ndio maana mimi husema siwezi kulazimisha uongozi. Maana ni Bwana atakukabidhi watu. Ni Bwana atakukabidhi huduma. Ni Bwana atakukabidhi. Siwe pale kujikaza. Si ujanja wako, si uweledi wako. Ni Bwana anakukabidhi watu. Na usipowachunga, Bwana atawachukua. Unaweza kulia, ule mchungaji amechukua watu wangu. Ni kwa vile wewe hujaweza kuwatunza. Umewalaghai miaka yote. Umewambia miujiza gushi. Miaka yote umekuwa pale na walaghai. Wakifunguka macho watatoweka bila kwaheri. Wadanganya. Unapindua maandiko ya kujifaidisha. Chukua tahadhari. Kuna siku atafunguka macho. Kama unatumia mbinu ya kibinadamu, kama unatumia njia mkato, kuna siku Bwana atawafungua macho. Kuna siku Bwana atawafungua macho. Ukisoma Luka 4:18, Biblia inasema Yesu alikuja, alipakwa mafuta kufungua watu macho. Kuna siku watu wataerevuka na utakuwa mashakani. Kwa hivyo utafanya kazi ya Bwana kwa njia ambayo inastahili, kwa njia ya kiungu. Mlitunze si kwa kulazimika, bali kwa hiari kama atakavyo Mungu. Kwa hivyo wakati unaongoza, hujalazimishwa, fanya kwa hiari, kwa upendo. Penda watu. Usipende wakiwa maskini, maana wewe uko pale unaiba pesa yao. Ubadhirifu wa fedha. Kila mahali unapita na pesa yao, maana wewe pale haupendi hao watu. Ulijitosa katika ulingo wa kisiasa kwa hiari. Kuna taaluma nyingi sana, lakini ukachagua kuwa mbunge, ukachagua kuwa gavana, ukachagua kuwa mwakilishi wa kike, ukachagua kuwa mchungaji. Kuna taaluma nyingi sana. Kuna hata unaweza kujiingiza kwa biashara, lakini ulichagua kwa hiari kuwa kiongozi wa watu wa Mungu. Fanyeni hizi si kwa tamaa kifedha. Kama mchungaji, usifanye kwa tamaa kifedha. Kama ni kiongozi, usikue pale kwa tamaa kifedha. Maana hichi ndio kinapendeza Bwana. Ukifanya kwa hiari, Mungu anapendezwa. Ukijitolea kwa moyo, Bwana anapendezwa. Lakini chochote unafanya kwa madhumuni ya fedha, Bwana atakukataa. Mungu anasema kitabu cha Mika, ukisoma Mika 5:3, kwamba Bwana atakukataa. Ukitoa unabii kwa ajili ya pesa, ukikuwa unaambia watu nyota kwa ajili ya pesa, Bwana atakukataa. Hiyo unabii itapotea. Kuna watu tulikuwa tunajua kwa hii mji, wakati huu hawajulikani. Kuna mchungaji alikuwa shupavu tukiwa wadogo. Alikuwa anavutia watu. Nilishangaa sana siku moja kumuona anahubiri kwa mabasi. Ukiangalia koti imeisha rangi, bado unajiuliza ilikuwa rangi gani? Haujui kama ni kijani kibichi, haujui kama ni samawati, haujui kama ni haujui hata kama ni nyeupe. Yaani iko na imechomwa na jua.
wakati unafanya vitu kwa ajili ya pesa, utapotea. Utapotea. Utasaulika. Wakati maana unafanya kitu ambacho akimpendezi Mungu. Wakati unafanya huduma kwa minajili ya kujifaidisha, Mungu atakukataa. Wakati unafanya kazi ya Mungu kwa utapeli, Mungu atakukataa. Maana Biblia inasema apendezwi yule ambaye fanyi kwa hiari. Fanya kwa hiari, inampendeza Mungu. Lakini ukifanya kwa ajili ya fedha, Mungu atakukataa. Utajiuliza nini nafanyika? Nilikuwa msanii anasema mimi, usiniite kama una 100,000, usiniite kama una 300,000, na we ni msanii wa Injili. Na wale watu ambao Bwana anataka wahudumie ni watu ambao wanang'ang'ana. Siambie mtu wewe ni kazi ya Bwana. Mimi ni msanii, nisaidie tu nijikimu, nipe tu nauli na maji peke yake. Angalia Nathaniel Besi, anafanya huduma kwa hiari na Bwana anamuinua. Lakini hapa Kenya mtu anakuambia msanii wa Injili ataimba dakika 3, anakuambia nataka ongea na manager wangu, huyu ndio ananishughulikia, atakupea bill. Unaenda pale unaorodheshwa vitu ambazo zistahili. Nataka pale unijaze Del Monte, nataka pale backstage uniwekee hivi, nataka backstage ulete kuku ya aina KFC, nataka backstage vitu mingi. Nataka uende pale uniletee gari ya kifahari, na unaenda pale dakika 2-3 kurukaruka pale. Mungu alishakuacha kitambo. Mungu anaachaga watu. Wapendwa, acha nikuambie, kuna watu ambao Mungu amewaacha. Zile ujinga Kanyari anafanya kwa TikTok na anatualika katika crusade, huyo bado akona Mungu gani? Na ile TikTok uchafu anafanya. Mungu unaweza kuwa na kanisa, lakini Bwana alikuacha. Kina Kasolo na kina wale Ndeke, Mungu anachaga watu. Uko kwa kiti ndio, lakini Bwana alikuacha. Ndio maana Daudi analilia Bwana. Ukisoma Zaburi 51, anaambia Bwana, usiniache, usinitenge na uwepo wako. Unafanya TikTok alafu jioni unalika watu kuja crusade. Ni Mungu gani atakuwa pale? Mungu aliacha Sauli miaka 25. Miaka 15 alikuwa uongozi, alikuwa bila Mungu. Mungu alikuwa amemkataa. Mungu alikuwa ameteua Daudi. Mungu alikuwa amepaka Daudi mafuta. Miaka 15 uongozi bila Mungu. Kuna watu Mungu aliwaacha warejelee Mungu. Angalia nyuma, urejelee Mungu. Kanisa imechekelewa, maana inaongozwa na watu Mungu aliwaacha. Watu Mungu aliwaacha kitambo, wako na umaarufu. Kwa hivyo sasa ni vituko. Mungu aliwaacha kitambo. Mungu aliacha Sauli miaka 25. Maana alihudumu miaka 40. Miaka 25 ndiye alifanya na Mungu. Miaka 15 Mungu alikuwa ameteua Daudi. Maandiko yanasema katika hiyo mstari wa 4, na wakati mchungaji mkuu atakapotokea, nyinyi mtapokea taji ya utukufu isiyofifia. Kwa hivyo wakati ambapo uko kwa uongozi, kuna taji ambayo inakungoja, taji isiyofifia. Kuna taji unaweza kupewa na watu, kiongozi, chairman, lakini hiyo taji inalingana na vile unaitumia. Hiyo wadhifa itakunyima taji isiyofifia. Unaiba sana, wakati unaiba itakunyang'anya taji isiyofifia. Ndio wakati huu uko na usemi, unachochea watu wauane, lakini itakugharimu taji isiyofifia. Maana kuna yule ambaye anakutazamia. Kuna yule aliyekupa hiyo wadhifa. Kuna yule aliyekupa cheo. Kuna yule aliyekufanya uwe kiongozi. Anatazama na atakunyima taji ya utukufu. Taji ya utukufu.
ambaye haififii. Unahitaji utukufu katika mwisho wa hii dunia. 5. Kadhalika nyinyi vijana mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Hii ni masharti Bwana anaachilia. Vijana mnastahili kujiweka chini ya utawala ya wazee. Masharti ya wazee. Mzee akikwambia achana hii manduklu, mzee akikwambia wachana hii miadarati, mzee akikwambia wachana hii usherati, akikwambia achana hii wizi, wacha kushika watu nyongolo, unastahili kusikia. Vijana mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Wazee wanajua kilicho bora. Wazee wanajua kinachodumu. Unajua saa zingine ni vyema usikie wazee. Maana wazee wanaenda mahali ambapo hatuendi. Kuna wakati mzee anaweza kukwambia huyu msichana simuoni vizuri. Wewe unaweza kuona huyu mzee ananionea wivu. Huyu mzee si mjanja. Huyu mzee si wakati wetu. Huyu mzee ni backward. Lakini kuna kitu anakuepusha nayo. Masharti ya wazee. Mfalme Nebukadneza, kijana wake Belshaza, vijana wameenda pale. Wazee walienda wakamwambia, tafadhali, hii mzigo ni nzito, hii ushuru ni nyingi, tafadhali legeza. Yakapuuza wazee, akaenda kwa vijana Bogigenje, wakamwambia achana ufadhela, achana ubazu, achana ufadhe, ako nyuma ye ajui lolote. Hakikisha kwamba unagandamiza watu zaidi. Na pale kukakuwa na mapinduzi. Maana watu walimkataa. Alikataa kujiweka kwa mamlaka ya wazee, asikie hekima ya wazee. Na huduma yake uongozi wake ikafifia. Alikataa kusikia wazee. Alikataa kusikia wazee. Jiweke chini ya mamlaka yao. Waulize nipeleke na mtaratara. Maana wazee wanajua. Mzee anakuambia chana ubinti. Maana anajua ubinti pengine ni wale ndogo ndogo ya mtu fulani. Pengine yeye pale ndio mzee anachangamkia. Pengine alimuona mahali fiche. Pengine alimuona kwa mahali ambapo istahili. Kwa hivyo anakuambia kijana achana huyu mzee, achana huyu msichana. Wewe unaambiwa binti achana huyu mzee, huyu kijana. Huyu kijana si mzuri. Wewe unasema hapana. Huyu ndio kijana wangu. Ni wakati wangu wa kuolewa. Rika zangu wameolewa. Niko na hiyo msukumo. Lazima kaende. Alafu baadaye unajutia. Wazee wanajua. Heshimu wazee. Heshimu wazee. Jiweke chini ya mamlaka ya wazee. Mimi hupenda kukaa na wazee sana. Maana nikikaa na wazee kuna hekima napata. Nikikaa na wazee kuna zile vitu anakuambia. Ile kitu ambacho kinawezekana. Vijana watakuambia story ya jaba. Baada hapo unasalia pale pale. Lakini mzee atakuambia kitu ambayo itakusaidia sana. Nyinyi nyote mnapaswa kuwa na unyenyekevu mpate kutumikiana. Kitu ambacho kinazuia wewe kujisalimisha kwa wazee ni madharau. Unakosa unyenyekevu. Unaona hapana ataniambia nini? Huyu mzee anavaa sokisi meraruka ataniambia nini? Huyu mzee ataniambia nini? Pengine hatajapiga mswaki. Huyu mzee ananiambia nini? Pengine shati yake imeisha sana. Huyu mzee ataniambia nini? Na hata pale hana kakitu. Kuna kitu huyo mzee ako nayo. Biblia inataka ujisalimishe kwake. Huyo baba yako, huyo babu yako, huyo mjomba wako, kuna kitu ako nacho ambacho hauna. Kuna kitu anajua ambacho usipokijua. Kuwa na unyenyekevu. Mwache majivuno, lakini awajalie neema wanyenyekevu.
hauna neema, maana wewe unakosa unyenyekevu. Utaka kunyenyekea kwa wazee, utaka kusikia wazee, unajiona wewe ni gwiji, wewe ni mjanja. Watakwambia nini? Umeenda pale kwa boxing, umepiga bag. Sasa unajiona wewe, watakwambia nini? Wewe uko na masponyo, uko na wazee wenye pesa. Unaona baba yako atakwambia nini? Mama yako atakwambia nini? Kiwango chako cha masomo hata hajafikia, watakwambia nini? Kuna kitu wanajua ambacho haujui. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mwenyezi Mungu ili awainue wakati ufaao. Kuna wakati ufaao, wakati unanyenyekea. Nani maandiko yameandikwa pia katika Yakobo 4:6. Bwana anachukia watu wa majivuno, watu ambao wanaona wamefika, watu ambao wanaona wawezi kuambiwa lolote, watu ambao wanajiona kwamba wasemezwi, washauriwi. Mungu anawachukia kwa dhati na atakupa neema. Mungu anataka kukupa neema, lakini ataharibu neema kwa mtu ambaye wa majivuno. Ukisoma Yakobo 4:6, lakini neema tunaopewa na Mungu ina nguvu zaidi. Kama yasemavyo maandiko, Mungu wapinga wenye majivuno, lakini wapa neema wanyenyekevu. Imeandikwa, Mungu anapenda wanyenyekevu, lakini watu wa majivuno anawafanyia nini? Anawapinga. Kwa hivyo wewe pale, kama una majivuno, Mungu atakuinua vipi? Kama wewe ni mtu ambaye hujui unyenyekevu, Bwana atakupinga. Ile biashara yako, ile unafikiria uko mjanja, unafanya kwa njia ya mkato, utaki kuelekezwa, utaki mzee, utaki chini ya mtu ambaye alikuwa pale awali, yule alikutangulia akupe mawaidha, unatumia njia ya mkato, Bwana atapinga hiyo mradi. Vijana wanakufa sana kila mitaa, vijana wanakufa. Kwa nini? Maana tumejitenga na wazee. Miaka za nyuma uhusiano ya vijana na wazee ilikuwa sana. Ndio maana Mungu anatuambia kitabu cha Tito kwamba mabinti wakae karibu na wamama ili wamama wawafundishe. Ukisoma Tito 2, wasichana wakae karibu na wamama. Siku hizi wasichana wanaona wamama hakuna kitu atatuambia. Maana pengine naenda na mzee kushinda mume wake, ataniambia nini? Tuheshimu. Kuna siku nilikuwa katika usafiri kwenda mashambani. Mzee fulani akainua tu mguu kidogo. Wasichana wadogo walikaa kwa kiti yake na wakisema watoki. Mzee akasema, nilikuwa hapa, nimesonga tu mbele kidogo niangalie kitu kwa mkoba wangu. Wale wasichana walikataa na wakaanza kutusi huo mzee. Huo mzee anasema, hata binti zangu ni wakubwa kualiko, na walikuwa wanaongea maneno machafu, hawaheshimu watu kwa hiyo gari. Nikahuzunika sana. Nikaambia mwenye alikuwa karibu, ukiona wasichana wanafanya hivi, wanakujibishana hivi, jua wanaenda na mtu mkubwa kukuliko. Mtu amekuzidi, kwa hivyo wanakudharau, maana wewe si kiwango chao. Lakini hao binti wangejisalimisha kwa mama wazee, waambie jinsi ya kukaa. Mnasema mambo ya talaka. Watu wanapewa talaka sana. Ni kwa vile wasichana wamekataa kukaa karibu na wamama. Vijana wamekataa kukaa karibu na wazee ili wawape hekima, wawape mawaidha. Haya ndio mambo ambayo yanasaidia jamii. Wakati ambapo tutaheshimu wazee na wazee utajiheshimu. Wazee, Biblia imetuambia tukue kielelezo. Lazima tukue mfano. Tukue kielelezo.
ili wale vijana watuheshimu, ili wale vijana wakuwe watu ambao wanataka mawaidha kwetu. Kuna wazee asubuhi uko mlevi chakari, utapoteza heshima. Kuna watu, maana niko kwa TikTok, unarusha maneno kuyarusha, utapoteza heshima. Unaingilia mahusiano na watoto ambao ni wajukuu wako, utakosa heshima. Unafanya vituko, utakosa heshima. Kwa hivyo heshima ni pande mbili. Ndio upate hiyo heshima, lazima ukuwe mtu ambaye unachunga maneno yako, unachunga maisha yako, unachunga vile unafanya, ili Bwana akupe heshima. Mungu anataka kuinua watu kwa wakati ufaao, lakini kuna vitu anatazama. Ninua huyu mtu na heshimu watu. Kuna kijana najua mahali, huyu kijana alipata kazi nzuri, akakuwa yule anasimamia wafanyikazi, human resource. Mtu wa kwanza kijana alivuta ni mzee jirani yake, mzee jirani yake na wazee kadhaa. Anasema mimi sitaki wazee kwa hiyo ofisi. Akavuta au wazee. Wakati huu kijana ni makanga, Bwana alimkataa, Bwana alimpinga, maana alikuwa na majivuno. Sitaki wazee kwa ofisi. Wazee uliwapata pale, wewe ndio unawangoa. Unaanza kusema mimi nangoa wazee, mimi sihitaji wazee, mimi sitaki wazee. Heshimu wazee. Kuna kitu wako nacho hauna. Wakati ambapo unadharau wazee, wakati majivuno yako inafanya ukose kuheshimu wazee, maisha yako yanakuwa mafupi. Kitabu cha Efeso 6, Biblia tuambia kwamba heshimu wazee, baba na mama yako, ili siku zako ziongezeke na iwe kwema kwako. Kwa hivyo ufanisi wako, maisha marefu, ni vile unaheshimu wazee wako. Heshima yako kwa hiyo kampuni ni vile unaheshimu wanao kuzidi. Vile unaishi na watu, unadharau watu, maana uko na kacheo kidogo, Bwana atayazima. Lakini ukinyenyekea, Bwana atakuinua. Wapendwa, ni vyema tunyenyekee. Kitu ambacho kimeshinda kizazi chetu ni unyenyekevu. Kila mtu anataka kujionyesha vile yeye ako na ubabe. Kila mtu anataka kujionyesha vile yeye anajua. Kila mtu anataka kujionyesha. Yaani wanyenyekevu wamekuwa wachache mno. Kitu ambacho kiko kwa maandiko ni vyema uitimize. Kitu ambacho kimeandikwa kwa maandiko, tia bidii uitimize. Mungu anahitaji, anapendezwa na mtu ambaye amenyenyekea, lakini anapinga, anakataa mtu wa majivuno. Ukiwa na majivuno utaheshimu mtu, maana utakuwa unaona kila mtu, unaona tu dosari, unaona tu pungufu, unaona tu dhaifu. Lakini wakati umenyenyekea, utakuwa pale unakaa, unasikia pale, unainuliwa. Kuna mzee mchungaji ambaye anaitwa Simon. Mimi huenda pale karibu naye, na nitamwalika hapa kuhubirie. Mwezi ujao nitakuwa naalika watu pia wakupe neno, maana nikao umezoea neno yangu. Ndakuletea watu wakubariki. Mimi najua sikubariki, ndio maana kuna siku nimepata hata shilingi. Ndakuletea watu wakubariki, wakubariki. Tangu nianze huduma, M-Pesa sijapata kitu, lakini nafanya kwa hiari, maana inapendeza Bwana. Ukifanya kwa hiari, Mungu anapendezwa. Na hiyo ndio matamanio ya moyo wangu. Nafanya kwa hiari, si kwa fedha. Kama ni kwa fedha, miaka 3 si muda mfupi. Mwaka 3 si muda mfupi. Ukiangalia hiyo kazi ambayo nimefanya, hiyo kuwekeza, kulipa kodi na hivi vitu vyote, ukipiga hiyo takwimu,
si pesa kidogo. Kupeperusha, hakuna internet ya bure Kenya, si pesa kidogo. Nafanya kwa hiari, maana inapendeza Mungu. Ubiri kwa hiari, hudumia watu kwa hiari, imba kwa hiari, Bwana atakuinua. Lakini ukianza kuweka vikwazo, ukija hapa kuja na pesa fulani, ukija hapa kujiunganisha na madhabahu ni pesa fulani, sijui nini madhabahu pesa fulani, Bwana atakupinga. Unahitaji kunyenyekea uone kuinuliwa na Bwana. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, muumba mbingu na dunia, tunasema ni asante juu ya somo ya leo. Baba, kama vijana tunaomba utupe uwezo ya kuheshimu wazee, ya kuwasikiza na kutia maanani mashauri yao na mawaidha wanaotupa. Baba, tuwezeshe kama jamii tuweze kunyenyekea, ili Baba maisha yetu yawe marefu na tufanikiwe maishani. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa muda wako. Natumai umekuwa mwerevu. Utaheshimu wazee wa tabaka lolote, utawaheshimu. Wa miji na vijijini utawaheshimu. Utawaheshimu kwa mitandao ya kijamii. Utakoma kuwatusi wazee. Utakoma kukijeli wazee. Utakoma kudhiaki wazee, maana inamchukiza Mungu. Pendeza Bwana, njia yako ifunguke. Pendeza Bwana, upate mafanikio. Kuona video na vinginevyo viko pale katika YouTube. Nenda moja kwa moja YouTube, anwani ikiwa Eric Sublime, ERICK Eric Sublime inasalia kwa anwani yetu, na Bwana atakubariki. Ukisema mtumishi wa Mungu, nataka kusimama na huduma, unafanya kazi nzuri na nataka nisimame nawe, nimekuwa na hiyo mzigo kusimama na wewe kueneza injili. Unaweza kufanya hivyo kupitia M-Pesa. Nambari ya M-Pesa ni 0725 102 528 0725 102 528. Mungu akubariki, Mungu akuhifadhi, Mungu akutendee mema. Patane katika makala mengine. Masala.